Siri ya kupata baraka za Mungu. Zaburi 24 mstari wa 3 hadi 4 inasema, nani atakayepanda mlima wa Bwana? Nani atasimama patakatifu pake? Ni yule aliye na mikono safi na moyo safi. Wapendwa, Mungu havutiwi kwa kelele, kwa dini wala kwa maombi mengi yasiyo na toba. Mungu huvutiwa na moyo safi. Kizazi chetu kinakwepa kupata baraka za Mungu kwa sababu watu wengi wanataka baraka lakini hawataki utakaso. Wanataka kuinuliwa lakini hawataki kubadilishwa kiroho. Wanataka milango ifunguke lakini mioyo imefungwa na kiburi, wivu, tamaa na hila. Leo Roho Mtakatifu anatuma ujumbe mmoja kwa kanisa la Yesu Kristo. Mtafuteni kwanza ufalme na haki ya Mungu, na mengine yote mtazidishiwa. Ufalme wa Bwana unatafutwa aje? Kwa kusafisha mioyo yetu, ndipo atakapofungua mbingu. Watu wengi wanapima baraka kwa pesa mingi, kazi mzuri, nyumba kubwa ya kupendeza, cheo ya juu, umaarufu na kadhalika. Yote haya yanapendeza, lakini Mungu hapimi baraka hivyo. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 7 inasema, mwanadamu huangalia sura ya nje, bali Bwana huangalia moyo. Mtu anaweza kuwa tajiri lakini amefungwa kiroho. Anaweza kuwa na kazi nzuri lakini hana kibali cha Mungu. Anaweza kuwa na huduma kubwa lakini hana uaminifu moyoni. Baraka za kweli huanza moyoni, sio mfukoni. Watu wengi wanamlaumu shetani kwa kukosa baraka. Ni ukweli kuwa shetani ana nafasi ya kutuzuia tusifikie baraka zetu. Lakini shetani hutumia kilichopo tayari moyoni ili kuangamiza waumini. Yeremia 17 mstari wa 9 inasema, moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote, tena una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Sikiliza vizuri, uzinzi hauanzi nje, unaanzia moyoni. Rushwa haianzi benkini, inaanzia moyoni. Kiburi hakianzi jukwaani, kinaanzia moyoni. Kuanguka hakutokei ghafla, huanza moyoni. Ndiyo maana Daudi hakuomba pesa mingi au aongezewe nguvu zaidi. Aliomba Mungu amuumbie moyo safi, moyo uliobondeka na kuvunjika. Mungu anaweza kukupa pesa, lakini pesa mingi na moyo chafu haitazaa matunda mazuri, na basi hautaaminika na mali mingi. Mungu anaweza kukupa kipawa, lakini hatakupa hatima ya vizazi ukiwa mchafu moyoni. Mathayo 5 mstari wa 8 inasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Sio kila mtu aliyeona miujiza duniani alimwona Mungu. Ni wenye moyo safi tu ndio hupata ufunuo takatifu, kibali takatifu, baraka yasiyoisha na siri za Mungu. Mungu hashirikishi mpango wake na watu wenye mioyo chafu. Baraka bila usafi wa moyo huwa mtego, kwa sababu shetani hutumia kilicho moyoni kushtaki watu wasipate baraka. Hii ni kweli chungu, lakini watu wengi walianguka, si kwa sababu walikosa kuomba wala kufunga, bali kwa sababu walipata baraka bila ya utakaso moyoni. Baraka zikija na zipate uchafu wa tabia na wa moyo, hayazai matunda mazuri. Ndiyo maana na walipata kazi mzuri wakapotea. Wengine walipata pesa mingi wakaharibika na kujawa wa kiburi, na wengine walipata umaarufu wakapoteza kumcha Mungu. Uchafu ulikuwa umekuzwa moyoni. Mungu ana uwezo wa kubariki tunapomuomba na anavyotaka, lakini hapendi tukiangamia. La muhimu ni tutulie, tutengeneze na tusafishe moyoni ili baraka inapokuja imiminike bila ya kutuangamiza. Usafi wa moyo haupatikani kwa juhudi za mwili. Unapatikana kwa kuvunjika moyoni, kwa kutubu dhambi. Mungu anapenda moyo uliovunjea. Kukaa mbele za Mungu kwa uaminifu, sio kuagiza vitu tu, bali kusema ukweli, kukubali udhaifu, kuruhusu Roho Mtakatifu achunguze moyo na aitengeneze. Kujitenga na dhambi zinazochafua dhamiri. Usafi wa moyo hauendi sambamba na wivu, chuki, uongo, tamaa ya siri, kiburi cha rohoni. Moyo ambayo umebadilika ina nafasi kubwa ya kupokea na kutunza baraka ya Mungu. Sikiliza kwa umakini. Uamsho wa kiroho duniani hautazaliwa kwa sauti kubwa, utazaliwa kwa mioyo safi. Mungu hatumii watu wakamilifu, bali anatumia watu waliotakaswa. Mungu anatafuta wafanyabiashara, wachungaji, vijana, wake, walimu,
madaktari, waume wenye moyo safi, ili kuwatumia kuendeleza ufalme wake hapa duniani. Moyo safi ni lugha ambayo mbingu huielewa. Kama unataka mali na baraka ya kudumu, Mungu atakubariki na kukujaza tele na tele kama moyo wako ni safi, kwa sababu utatumia baraka hiyo kwa upendo na kuendeleza mambo ya Mungu hapa duniani. Tumuombe atuumbie moyo safi, moyo uliobondeka na moyo ulio tayari kufanya kazi ya Mungu. Basi pale ulipo, tuombe hii sala pamoja. Baba wa mbinguni, leo sitaki baraka bila utakaso. Nisafishe moyo wangu, niumbie moyo unayokupendeza. Iondoe na kuosha chochote kile kilichojifisha ndani yangu na kilichochafua nafsi yangu. Nifanye chombo safi, tayari kwa matumizi yako ya milele. Kwa jina la Yesu, amina. Ikiwa haya mafundisho na sala yamegusa na kubadilisha maisha yako, tafadhali andika amina. Naomba kila baraka iliyomo katika sala hii iwe juu yako sasa kwa jina la Yesu. Naomba pia ujiunge na kituo hiki ili upate mafundisho ya kiroho na maombi ya kubadilisha maisha yako. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi nyote.